Haya, tunaendelea na sehemu ya pili ya kutengeneza app ndani ya App Studio. App yetu ndo hii hapa, tumekwisha itengeneza. Kitu kilichobaki hapa ni kuifanyia maboresho na marekebisho madogo madogo. Kwa hiyo utakuja kubonyeza hapa kwenye customize app with Pi AI. Hii ndio sehemu ya kwenda kuiboresha app yako. Baada ya hapo utashuka huku chini, utaenda kutafuta neno limeandika SDK ambayo kazi yake ni kuharakisha miamala. Sasa nikiangalia ili neno maeneo huku chini halipo, silioni. Nadhani ni kwa kuwa tayari nina app nyingine na maana tayari nimekwisha itumia. Ila kwa yule mtu ambaye ni mgeni ndo anafungua app leo, lazima wewe hilo neno utalikuta maeneo ya huku chini chini imeandika SDK, utaligusa. Ni muhimu sana hiyo, usiliache. Haya, sisi tuendelee. Baada ya hapo nitakuja kubonyeza hapa kwenye customize app with Pi AI ili nikafanye maboresho ya app yangu. Haya, itakuleta hapa. Sasa hii ndio sehemu ambayo utaelekeza AI kwamba unataka app yako iweje, yani ibebe vitu gani na vitu gani na vitu gani, sawa? Na kila message moja utakayoiandika hapa ukiituma tu utakatwa Pi 0.25 ndio ambao utalipia. Kwa hiyo sasa unashauriwa elezea vitu vyote uviweke kwenye message moja utume kwa pamoja. Kwa sababu kiomba kimoja kimoja, kumbuka kila message utalipia Pi 0.2. Kwa hiyo ili kuepusha uharibifu wa Pi, usitumie Pi nyingi, we elezea kila kitu kiweke kwenye message moja, tuma. Kwa mfano kama mimi hapa nimemwambia AI, sawa, nimemwambia add the site of Buy Amaze. Sawa, sasa pia itakuwa niweke kituo, sema nilisahau. Baada hapo nikamuelezea within the site add the site to fill number of Pi, kwamba katika hiki kitufe hiki cha Buy Amaze nataka nikikigusa ndani yake nikute kasehemu kengine kameandika nikute kipengele kakujaza idadi ya Pi ninazotaka kuzitumia kununua nini, hayo mahindi. Unaona? Baada hapo nikamwambia set the price, nimwambia set the price of 0.002 Pi equal to 1 kg of maize. Nikamwambia kabisa nitengeneza na bei kwamba kilo moja ya mahindi iwe sawa sawa na Pi labda 0.00. Anyway, hapo utaweka bei ambayo unaitaka, ambayo unaona kabisa itakulipa, ndio utakaoiweka hapo. Sema mimi hapana jaribu kupatia mwanga. Tuendelee. Tena unaweza kumwambia akuongezee vitufe vingi kwa sababu wewe unauza nafaka nyingi bana. Maki unauza mahindi, unauza mtama, mchele, ziko nafaka nyingi. Kwa unaweza kumwambia tena also add the site of Buy a millet. Umeona? Unaiwekea funga semi ile na niyo site ambayo nataka AI kuongezee. Tena unaiandika kwa herufi kubwa kabisa. Umeona? Unaweza kumwambia tena also add another site of Buy a rice. Utawekea kale hiyo site hiyo. Kwa mfano kama nataka jina la site inaitwa Buy rice, unaiwekea funga semi. Unamwambia kuongezea hicho kitufe pia, ambacho chenye kitahusikana na uuzaji wa nini, wa mchele. Kama unauza na ngano utamwambia add the site of, unaandika tena na hilo jina nini la ngano. Umeona? Baada hapo sasa unaweza ukamwambia sasa kwenye kimoja, anamwambia kwenye kila site moja ndani yake ongeza kitufe cha mteja au anajaza nini kiasi cha Pi anachotakiwa kununulia hiyo bidhaa. Umeona? Unaweza ukaina mbali ukamuomba, lakini pia niwekee na tangazo kule juu kwamba mimi nitahudumia labda watu wa Tanzania au wa nchi zote. Kwa hiyo kwa ufupi hii ndio sehemu ambayo unaelezea vyote unavyotaka, unataka app yako iweje. Unaona kuna kipengele kimekuboa, utakuja hapa kumwomba AI akiondoe, akipunguze. Yaani ni kitu gani unaona hakipendezeshi app yako, unamwomba akiondoe hicho kitu. Umeona? Au kuna kitu labda kiko juu labda ya menu kimekaa vibaya, unamuomba AI kwamba nataka bana kanibadilishie kale kipengele labda kakiulizo kako juu ya nini ya menu, hebu nenda ukaweke chini ya nini ya ile menu. Labda menu imekaa vibaya iko kushuka katikati, unaweza unamwambia put the menu to the top right corner au put the menu to the left corner. Umeona? Unaweza tena kumwambia within a menu labda add my contact info, unamwekea namba ya simu hapo. Kwa mfano twende hapo kwa mfano kabisa. Yes, kama ambavyo unaona. Na unaweza kumuomba kabisa enable the system to connect this phone number directly
to my WhatsApp. Kuna muomba kabisa iwezeshe hii namba yangu ikamatane na mfumo. Ina maana mtu atakavyonitumia tu message ni kute kwenye WhatsApp moja kwa moja. Umeona, atafanya hiyo kazi. Huyu ni AI, atafanya hiyo kazi. Kwa chochote unakachomuomba atakutengenezea. Umeona, atakutengenezea. Kila unachohitaji atakutengenezea. Baada ya hapo sasa, nadhani utafanya mazoezi wewe mwenyewe. Hapa nakupatia tu maarifa eneo kwa sababu tu kwenye testnet utakuwa unafanya mazoezi mwenyewe. Ukiona unakosea unakuwa unamuomba afute. Unafanya tena mazoezi, ukiona unakosea unamuomba afute. Haina shida, tuendelee. Haya, utakapomaliza sasa utakuja kubonyeza hapa kwenye send, sawa? Haya, kama kwenye App Studio yako ilikuwa una salio, atakuomba udeposit kianzio cha pai 1. Japo unaweza kuweka hata pai 3 ni wewe. Kwa utaenda kudeposit. Haya, utaweka maneno 24 humu. Sasa mimi hii ngoja ni edit kidogo niweke pai 1 hapo. Haya, maneno 20 kama hayo umeshaweka kwa mfano. Haya. Kwa hiyo sasa ukishabonyeza hapa kwenye send hapa, sawa? Ngoja sasa. Tayari watakwambia transfer succeeded. Baada hapo sasa itakurudisha sasa hapa uandike tena upya. Kwa utaandika unataka app yako iweje. Kama unataka na mikoa labda iwekwe pale ambao unahudumia, unamuomba AI kwamba niongezee na hii mikoa pale, sawa? Na maelezo kwa mfano kama haya, sawa? Tuendelee. Haya, sasa ukishabonyeza hapa send, kuna kaka katajitokeza kameandika implement, sawa? Utakuja kukagusa kaka neno implement. Baada ya hapo, haya, itakuleta hapa. Baada ya hapo sasa unakuja kubonyeza hapa kwenye create wallet. Haya, baada ya hapo sasa utashuka chini kidogo. Ngoja tuende. Haya, utakuja kugusa hapa unapagusa. Haya, baada ya hapo sasa utakuja kubonyeza hapa I have stored my passphrase. Haya, baada ya hapo kisha utakuja kubonyeza hapa kwenye go back. Tuendelee. Haya, itakuletea hapa. Sasa hapa itabidi ujielezee sasa, sawa? Inabidi ujielezee kama hivi. Yes, unajielezea kama hivyo. Product name unaweka, product description unaelezea hapo yako inahusiana na nini. Price of pay unaweka hapa. Hapa umeweka 0.5 ila unaweza kaweka bei ambao unahisi itakulipa. Halafu hapa utakuja kuelezea nini? Unakuja unaelezea sasa kwamba AI ya kuongezea nini kwenye app yako. Unaelezea hapo. Kisha maliza unashuka tu huko chini kidogo. Haya, utakuja kubonyeza hapa kwenye create a product. Haya. Baada ya hapa itakurudisha tena hapa uje sasa unanielezea vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa umeshaandika utatuma sasa AI itaanza kuhesabu wakati vitu ulivyoomba viko vinatengenezwa.